Je, ulishaipata ajali? Bima sio tiba, bali bima ni kinga ikiwa kuna ugonjwa unakusumbua aidha kwa miaka 3 au miaka 5. Endapo utayafanya mambo hayo, yataenda kukupelekea. Leo tuangalie ni vitu gani muhimu ambavyo unabidi uvijue na uvitambue kabla ya kukata bima au kabla ya kununua bima. Hivi vitu vingi muhimu mbalimbali ambavyo inabidi uvijue kabla ya kununua bima. Vitu hivyo ni kama ifuatavyo. Kwanza, ni muhimu kitu ambacho unaenda kukatia bima kiwe na umiliki halali dhidi yako. Kwa maana kwamba unapoenda kukata bima, lazima kitu ambacho unakatia bima kiwe kitu chako au kiwe kina umiliki halali na wewe. Huwezi ukaenda kukata bima alafu ukakatia bima kitu au mfano gari la rafiki yako au nyumba ya rafiki yako, wakati huo hauna umiliki halali na nyumba hiyo. Kwa hiyo ni lazima uwe na umiliki halali dhidi ya kitu ambacho unakatia bima. Pia inabidi ujue ni bima ipi ambayo unahitaji. Je, unahitaji bima ya moto, unahitaji bima ya vyombo vya moto, unahitaji bima ya afya au unahitaji bima ipi? Na katika bima unayohitaji inabidi ujue, je, ni coverage gani ambayo unahitaji? Je, unahitaji bima ikulinde katika upande upi? Kwa mfano, ukiwa unahitaji bima ya moto, unaweza ukanunua bima lakini ukalinda mjengo pekee au ukalinda nyumba yako pamoja na vitu vya ndani. Pia vile unaweza kujilinda dhidi ya wizi. Kwa hiyo inabidi ujue unapoenda kununua bima unahitaji bima ikulinde katika package ipi. Pia unapoenda kununua bima ni muhimu ujue pia upate elimu zaidi kuhusiana na bima hiyo kutoka kwa kampuni yako ya bima. Je, bima unayohitaji inakulinda dhidi ya vitu gani na vitu gani, na vitu gani ambavyo vitakuwa havilindwi katika bima hiyo. Lakini pia inabidi uelewe mkataba vizuri wa bima. Ukiwa unaenda kununua bima ni muhimu ujue mkataba wako unakuhitaji vitu gani usivifanye na vitu gani ambavyo uvifanye. Kwa mfano, kwenye bima ya vyombo vya moto yapo mambo mengi ambayo mteja hauruhusiwi kuyafanya. Endapo utayafanya mambo hayo, yataenda kukupelekea usiweze kupata madai yako. Kwa mfano, kuendesha gari ukiwa umetumia vilevi, lakini pia vile gari lako ambalo ni kati ya bima ukimpa dereva aendeshe ambaye hana leseni. Vitu kama hivyo vinaweza kukupelekea usipate madai yako endapo utakapopata ajali au hatari. Pia jambo la mwisho, ni muhimu unapoenda kununua bima kuwa mwazi kwa kampuni yako ya bima. Inabidi ueleze vitu vyote ambavyo inahitajika umweleze insurer wako au kampuni yako ya bima. Mfano, unaenda kununua bima ya afya, inabidi kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo ni muhimu kumweleza insurer wako, inabidi avijue, inabidi umweleze. Mfano, labda unaenda kupata bima ya afya lakini ulikuwa kuna ugonjwa unakusumbua aidha kwa miaka 3 au miaka 5, ni muhimu kumwambia. Pia vile kwenye bima ya vyombo vya moto, mfano unaenda kukata bima ya gari, inabidi ueleze au useme ukweli. Je, ile gari unaenda kuikatia bima, je, ulishaipata ajali? Na kama ulishaipata ajali, je, ni mara ngapi? Vitu kama hivyo ni muhimu kueleza katika kampuni yako ya bima unaenda kuchukua bima, ili endapo unapoingia kwenye mkataba, pale utakapopatwa na majanga au hatari mbalimbali, uweze kupata fidia dhidi ya hatari hizo. Lakini pia ushauri wangu kwako, inabidi ujue kwamba bima sio tiba, bali bima ni kinga. Kuna msemo unasema, tahadhari kabla ya hatari. Unapoenda kununua bima ni muhimu ukanunua bima kabla hujapata hatari au kabla hujapata janga. Yaani, unapoenda kununua bima ni lazima uwe salama, kwa maana bima ni kinga yako dhidi ya hatari ambazo zitakazokukuta baada ya wewe kupata bima. Huwezi ukawa umepata hatari au umepata janga ndipo ukaenda ukata bima
na hapo hapo ukapata madai. Hapana, kwa maana unapoenda kununua bima kuna kipindi ambacho inabidi kusubiria ili bima yako iweze kufanya kazi na kulipa madai. Sasa ukiwa umepata janga leo na leo ukaenda kukata bima, huwezi ukalipa leo. Hilo janga lako utadili nalo wewe kama wewe na utalipia wewe kama wewe. Kwa hiyo jambo la muhimu, ni muhimu kukata bima kabla haujapata hatari. Endapo utakapopata hatari katika kipindi kinachofuata, ndipo bima itakuja kukulipa.